Bwana Yesu asifiwe sana mpendwa. Ni furaha yangu ya kwamba leo tena Mungu ametupatia nafasi mimi pamoja na wewe tuweze kukutana mahali hapa, tuweze kujifunza yale ambayo Mungu anaona ya kwamba yanatustahili tuweze kujifunza. Mimi ni mtumishi wa Mungu Japhet Magoti. Nikualike mahali popote ulipo uweze kutega sikio lako, na kama una Biblia yako unaweza ukachukua Biblia yako, kwa sababu kweli ni kwamba tutajifunza kupitia kwenye neno la Mungu. Lakini unaweza ukachukua notebook yako ukaandika notes kutegemea kile ambacho umeguswa nacho au kile ambacho Mungu anahitaji uweze kujifunza. Nataka tu nikwambie neno hili ya kwamba Yesu anakupenda sana. Haijalishi unapita kwenye hali gani, lakini Yesu anakupenda sana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, masaa haya ninahitaji kujifunza na mtoto wako neno ambalo umetuandalia. Nipe kinywa cha kuongea, mpe masikio ya kusikia. Baada ya mafundisho haya, mimi pamoja na msikilizaji na mtazamaji tuwe na furaha ya kukutana pamoja na wewe. Ndivyo ninavyojikabidhi kwako, ni kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Somo letu la leo lina kichwa kinachosema jifunze kuanza na kumaliza ukiwa na Mungu. Jifunze kuanza na kumaliza ukiwa na Mungu. Kwa lugha nyingine ni kwamba jifunze kuanza ukiwa na Mungu na pia maliza ukiwa na Mungu. Watu wengi leo katika dunia hii wana vitu vingi ambavyo walivianza vizuri lakini hawakuvimaliza vizuri. Wengine walianza wakiwa na furaha ila walimaliza wakiwa na huzuni. Wengine walianza wakiwa na nguvu ila wamemaliza wakiwa wamechoka. Wengine walianza vibaya wakamaliza vizuri. Wewe jifunze kuanza na Mungu kisha umalize na huyo Mungu. Ukisoma pamoja nami kitabu kile cha Ufunuo sura ya kwanza. Ufunuo sura ya kwanza na lile fungu la 8. Maandiko yanasema, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, Mwenyezi. Mungu anajitambulisha hivi: yeye ni Alfa, yeye ni Omega, mwanzo na mwisho. Mungu anasema yeye ni mwanzo, yeye ni mwisho. Moja ya sifa alionayo Mungu wetu, sifa yake mojawapo ni hii: yeye ni mwanzo, yeye ni mwisho. Na kama Mungu ni mwanzo na ni Mungu wetu ni mwisho, wewe unayemtegemea Mungu katika jambo lolote lile, unapaswa kumtegemea kwa moja ya sifa alionayo ya kuwa mwanzo na pia ya kuwa mwisho. Sasa watu wengi ninajua wanamwamini Mungu. Watu wengi najua wanamuomba Mungu. Lakini ni watu wachache sana ambao walishawahi kumuomba Mungu kwa kutazama mojawapo ya sifa hii alionayo ya kuwa Alfa na pia kuwa Omega, ya kuwa mwanzo lakini pia ya kuwa mwisho vile vile. Na ndiyo maana kuna baadhi ya watu wanaweza wakaanza vitu vizuri sana lakini mwishoni wakamaliza vibaya. Kuna wengine wanaanza wakiwa na nguvu sana lakini mwishoni wanamaliza wakiwa wamechoka. Naomba nikuulize swali. Katika maisha yako ya Ukristo, ulishawahi kukaa ukamfikiria Mungu katika picha ya Alfa na Omega? Naomba nikuulize swali. Ni mambo mangapi kwenye maisha yako ambayo ulianza vizuri lakini ukayamaliza vibaya? Ni mambo mangapi kwenye maisha yako ulianza kwa maombi lakini yamekwama njiani? Moja ya sababu inayopelekea
Mambo mengi ya watu kukwama ni pale mtu anapomuomba Mungu kuanza kitu, lakini hamuombi Mungu kumaliza hicho kitu. Sawasawa na baadhi ya wanafunzi, anaomba Mungu nisaidie kuanza masomo. Ni wachache wanaomuomba Mungu ya kwamba nisaidie pia kumaliza masomo. Sawasawa na baadhi ya wakandarasi, contractors, unaweza ukaanza mradi vizuri, ukamaliza mradi ukiwa umefungwa pingu na kwenda gerezani. Kwa nini? Wengi tunamuomba Mungu tupatie kazi tuanze. Ni wachache wanamuomba Mungu pia tupatie kazi tumalize. Mtoto wa Mungu, leo natamani tujifunze mifano michache ndani ya Biblia ya namna ambavyo Mungu anajifunua kama Alfa na kama Omega, au kama mwanzo na pia kama mwisho. Mfano wa kwanza upo kwenye kitabu kile cha Amosi sura ya 4. Amosi sura ya 4 na lile fungu la 7. Amosi sura ya 4 na lile fungu la 7. Maandiko yanasema, tena nimeizuia mvua msiipate, ilipobaki miezi 3 kabla ya mavuno. Nami nimenyesha mvua juu ya mji mmoja, nikaizuia mvua isinyeshe juu ya mji mwingine. Sehemu moja ilipata mvua na sehemu isiyopata mvua ilikatika. Biblia inasema hivi, nami nimeizuia mvua msiipate mwezi mmoja kabla ya mavuno. Miezi 3 kabla ya mavuno. Sehemu moja ilipata mvua na sehemu isiyopata mvua ilikatika. Unaelewaje hili fungu? Hebu sikiliza, labda kwa mfano huu unaweza ukaelewa vizuri. Hawa ni wakulima wawili. Tuseme kuna mkulima mmoja anaitwa Veronica, mkulima mwingine anaitwa Magoti. Huyu mkulima anaitwa Veronica anamuomba Mungu ya kwamba, Mungu, naomba unipe mvua niweze kupanda na kisha niweze kuvuna. Huyu mkulima anaitwa Magoti, yeye anasema hivi, Mungu, naomba mvua nianze kilimo. Unanipata vizuri? Huyu anaitwa Veronica, yeye amesema nipe mvua niweze kulima kisha nivune. Huyu mkulima anayeitwa Magoti anasema nipe mvua nianze kilimo. Amesema tu naomba mvua nianze kulima. Huyu ameomba mvua ya kulima, ya kupanda na ya kuvuna. Sasa Mungu anapoachilia mvua, mwanzoni anaruhusu mvua inyeshe kote. Huyu atapata mvua na huyu pia atapata mvua. Lakini Biblia inasema ya kwamba miezi 3 kabla ya mavuno, huku kwa Magoti mvua itakatika, huku kwa Veronica mvua itaendelea. Kwa nini huku mvua inaendelea na huku inakatika? Kwa sababu huyu alimuona Mungu kama mwanzo na kama mwisho, lakini huyu alimuona Mungu kama mwanzo. Magoti, unaniambia nini? Nasema hivi, Veronica atavuna, huyu mazao yake yatafia shambani. Na ndio maana utashangaa, unaweza ukaanza na mtu kazi au ukaanza na mtu masomo, wewe ukakwama, mwenzako akaendelea. Unaweza ukaanza na mtu kazi ya ujenzi, wewe ukakwama, mwenzako akaendelea. Naomba nikuulize swali, wale mlioanza nao biashara wako wapi na wewe uko wapi? Wale mliomaliza nao shule wako wapi na wewe uko wapi? Wale mlioanza nao kujenga, mmeanza naye kujenga mwezi mmoja, yeye nyumba yake imekamilika, wewe nyumba yako haijakamilika. Wewe unadhani ni kwa nini? Ziko sababu nyingi. Moja ya sababu ni hii: ulimuomba Mungu kwa picha ya kuanza, hukumuomba Mungu kwa picha ya kumaliza pia. Na mimi nataka nikwambie, Mungu tunayemwabudu kwa njia ya Yesu, yeye anajitambulisha mwenyewe, anasema mimi ni Alfa, mimi ni Omega. Kwa hiyo mtoto wa Mungu,
unapopata nafasi ya kuanzisha jambo fulani, omba pia nguvu zile zile za kuanza ziwe ni nguvu za kumaliza pia. Utakwama, na kuna watu wengi wamekwama njiani, na wengine wanamkasirikia Mungu, na wengine wanakata tamaa. Sio kukata tamaa, ni kuto tu kupata uelewa. Na ndio maana Mungu amenituma kwako leo nikupe uelewa. Bwana asifiwe sana. Hebu sikiliza mfano mwingine. Mfano wa pili upo kwenye kitabu kile cha Mwanzo. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 21. Mwanzo sura ya 21 fungu la 14 mpaka fungu la 16. Mwanzo sura ya 21 fungu lile la 14 mpaka 16. Maandiko yanasema hivi: Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatwaa mkate na kiriba cha maji, akampa Hajiri akimtwika begani pake, na kijana akamruhusu, naye akatoka akapotea katika jangwa la Berisheba. Yale maji yakaisha katika kiriba. Akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja, akaenda akakaa akimkabili mbali naye kadri ya mtupo wa mshale, maana alisema, nisimuone kijana akifa. Naye akakaa akimkabili, akapaza sauti yake akalia. Wasomaji wa Biblia mnafahamu hii story. Ilikuwa ni story ya mwanamke anaitwa Hajiri aliyeweza kuzaa na Ibrahimu mtoto anaitwa Ishmaili. Baada ya Hajiri kumzaa Ishmaili, kuna vita au kuna tabu zilitokea kwenye familia ya Ibrahimu. Sara akamwambia Ibrahimu, mfukuze huyu mwanamke. Na Biblia inasema ya kwamba Hajiri akafukuzwa. Kabla hajafukuzwa, Ibrahimu akamuita, akampa kiriba cha maji, akampa na chakula. Hajiri akaanza safari. Hebu sikiliza vizuri. Chakula ambacho Ibrahimu alimpa Hajiri kilikuwa ni chakula cha kuanza safari. Hakikuwa chakula cha kumsaidia kufika mwisho wa safari. Na Hajiri alipopokea kile chakula, hakupokea chakula cha kumfikisha mwisho wa safari, bali alipokea chakula cha kumwanzishia safari. Hakujua ya kwamba huko safarini kuna changamoto. Huko safarini kuna mambo yanaweza yakatokea. Na Biblia inatuambia ya kwamba akiwa kule jangwani, Hajiri na mtoto wake walipotea. Walivyopotea, kile chakula kikaisha, kiriba cha maji kikaisha. Hajiri akaanza kulia. Hajiri akaanza kuteseka. Kwa nini anapita kwenye hayo mateso? Alipokea chakula cha kuanzia safari, hakupokea chakula cha kumwezesha kufika mwisho wa safari. Kuna watu wengi sana leo wanaomba kazi kwa sababu wana shida. Hawaombi kazi ili mshahara wa ile kazi umsaidie kuwa na mwisho mzuri. Hujanielewa bado? Sikiliza. Unapoenda kuanzisha kitu au unapoenda kutafuta mkopo benki, usichukue tu mkopo wa kukufanya uanze biashara. Chukua mkopo wa kukufanya uanze biashara na kumaliza biashara. Hujanielewa? Nataka unielewe. Watu wengi wanakwama njiani. Kwa nini? Wanamtazama Mungu wa kuanza, hawamtazami Mungu wa kumaliza pia. Wanamtazama Mungu wa kuanzisha kitu, hawamtazami Mungu wa kumalizia kile kitu wanachokianzisha. Hajiri anachukua chakula cha kuanza safari, hakutazama urefu wa safari, hakutazama changamoto za njiani. Ndiyo maana aliridhika
na kile chakula alichopewa. Hakujua ya kwamba safarini kuna mambo hujanielewa. Mtoto wa Mungu, unaweza ukaanza ajira, ukafurahia mshahara wa mwezi wa kwanza, baada ya miaka mitatu ukachukia hiyo ajira. Na mtu anakuambia, Magoti, mimi hii kazi siitaki, mshahara haunitoshi. Kwa nini haukutoshi? Kwa sababu wakati unachukua ile kazi, uliomba Mungu, nipe kazi. Hukuomba Mungu, hii kazi nitembee nayo inifurahishe mpaka mwisho. Kwa lugha nyingine, kama kukitokea changamoto ya kiuchumi, bado kazini kwako Mungu akutengenezee njia ya kushinda hiyo changamoto ya kiuchumi. Lakini kama wewe utaanza kitu pasipo kuangalia mwisho wa hicho kitu, uwe na hakika chochote utakachokutana nacho njiani kinaweza kukuletea shida na huzuni kwenye maisha yako. Na mimi ngoja nikwambie kitu, kama hujui unakoelekea, ni heri usianze safari. Kama hujui unakoelekea, ni heri usianzishe hiyo safari. Naomba niongee na vijana, kama hujui mahusiano yako yana mwisho gani, ni heri usianze hayo mahusiano. Kama hujui mwisho ni wapi, usiondoke. Unaweza ukapotea. Hajili alipotea. Alipopotea, ile akiba ya chakula ikaisha. Nataka nikwambie, kama hujui biashara hii inaelekea wapi, usianzishe hiyo biashara. Unaweza ukapotea. Na ukipotea utauza mpaka nyumba yako unayoishi. Na ukipotea unaweza ukakimbia hata mke wako. Hajili alivyopotea jangwani, chakula kikaisha, akamweka mtoto mbali. Akasema ni heri mtoto awe anakufa nisiwe namuona karibu. Magoti, unatuambia kitu gani? Mungu ni mwema. Yule mtoto alilia. Alipolia, Mungu akasikia kilio cha mtoto. Akamfungua Hajiri macho, akamwonyesha maji. Nami nakuombea kwa jina la Yesu, wewe uliyepotea, uliyeanza safari pasipo kujua mwisho wa safari, na sasa umepotea njiani, mambo yako yameharibika, biashara zako zimeharibika, kila kitu kimeharibika. Ninakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akufungue macho uweze kuangalia fursa nyingine. Mungu alifungua macho ya Hajiri, hatimaye Hajiri akaona maji. Bwana asifiwe sana. Unaposoma somo hili, nataka umjue Mungu kama Alfa na kama Omega, Mungu ambaye anaanza na Mungu ambaye anamaliza pia. Mtoto wa Mungu, tuangalie mfano wa tatu. Mfano wa tatu upo kwenye kitabu cha Hagai. Mfano wa tatu upo kwenye kitabu cha Hagai. Hagai sura ile ya 2 na lile fungu la 9. Hagai sura ya 2 na ule mstari wa 9. Biblia inasema hivi: utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa ni mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi, na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Biblia inasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa ni mkuu, au utakuwa ni mkubwa. Mahali pengine nasema ni mkubwa. Utakuwa ni mkubwa kuliko utukufu wake wa kwanza. Neno utukufu ni nini? Inategemea unasoma tafasiri gani ya Biblia. Mimi nataka leo nichukue katika tafasiri hii. Utukufu ni heshima. Heshima utakayoipata mwishoni itakuwa ni kubwa kuliko heshima utakayoipata mwanzoni. Magoti, unataka kutufundisha nini? Watu wengi wanapoheshimika mwanzoni, huwa wanasahau ya kwamba kuna mwishoni pia. Kuna wale wanaweza wakaanza maisha wakiwa wanaheshimiwa, lakini wakamaliza maisha wasiheshimiwe tena. Kuna wale wanaanza maisha wakiwa wanapendwa, lakini wakamaliza maisha hawapendwi tena. Unajua ni kwa nini? Watu wengi hawajamjua Mungu katika picha ya Alfa na picha ya Omega. Watu wengi tunamjua Mungu kama mwanzilishi tu. Ni wachache tunamjua Mungu kama mwanzilishi na mmalizaji pia. Magoti, unatuambia nini? Ulishawahi kukutana na mtu ambaye amestaafu kazi, retired person, mtu ambaye amestaafu? Hebu sikia,
Wakati akiwa kwenye kile cheo, kila mmoja alimpenda, kila mmoja alimheshimu, kila mmoja alimsalimia akiwa na kile cheo. Na yeye yawezekana hakuelewa ya kwamba cheo ni dhamana. Unajua, ngoja niongee na watu. Unajua rafiki yangu, usibweteke na hivyo vyeo unavyopewa. Kuna wakati cheo huwa kinaondoka. Jifunze kusalimia watu, jifunze kuwapenda watu. Hii heshima unayopewa sasa hivi, kuna siku inaweza ikaondoka. Hii heshima unayoipata leo, kuna siku hiyo heshima itaondoka. Jifunze kumwomba Mungu vizuri. Kuna wale watu akiwa na cheo, watu wengi wanamheshimu. Akistaafu au akiondoka kwenye hiyo nafasi, heshima inaondoka. Kama ulikuwa unakuja kanisani kwa sababu una cheo, ukiingia tu kanisani watu wote wanasimama, wanakuita viti vya mbele, unapewa kiti cha mbele. Unashangaa kesho ukija kanisani hakuna mtu yeyote anayejua ya kwamba kuna mtu amekuja hapa. Kama hujamjua Mungu vizuri, ukiona hiyo heshima inaondoka, unaweza ukajikuta unalikimbia kanisa. Unasema jamani, siheshimiwi tena, siheshimiwi tena. Ngoja nikwambie kitu. Kwa nini heshima inaondoka? Moja ya sababu ni hii. Ukiwa unaheshimiwa sasa hivi, hukujua kuna maisha ya kesho. Ndio maana nataka nikwambie mtoto wa Mungu, unapoona watu wanakupenda leo, muombe Mungu ya kwamba Mungu, upendo naonyeshwa leo nionyeshwe na kesho pia. Heshima ninayopewa leo nipewe na kesho pia. Usipojua kufanya hivyo, siku ile heshima ikiondoka, unaweza ukajikuta unakimbia watu. Zamani ulikuwa unaposti vitu kwenye mitandao, kwa sababu ulikuwa ukiposti watu wanatoa komenti nyingi za kusema ndio mheshimiwa, ndio mheshimiwa. Leo ukiposti kitu, badala ya watu kusema ndio mheshimiwa, watu wanaanza kukupiga vita. Mwisho wa siku unafunga ule ukurasa wa watu kukomenti, kwa sababu heshima haipo tena. Sikiliza vizuri mtoto wa Mungu. Usione watu wanakupenda leo ukadhani ya kwamba wataendelea kukupenda kila siku. Jifunze kumwomba Mungu vizuri ya kwamba Mungu, hawa wanaonipenda leo na kesho wazidi kunipenda. Nataka niongee na mtu. Sasa hivi biashara zako zinaenda vizuri, kila mtu anakusalimia, hata wakubwa wanakusalimia shikamo, kwa sababu wanajua sasa hivi huyu mtu mambo yake yako vizuri, mambo yake yanaenda. Subiri siku ukifilisika, uone kama bado wataendelea kukupenda. Subiri siku biashara yako ikianguka, uone kama bado wataendelea kukupenda. Nataka nikwambie, unapoishi katika dunia hii, jifunze kuishi na watu vizuri. Jifunze kumuomba Mungu ya kwamba Mungu, unayenipa mafanikio leo, ndiye Mungu unipe mafanikio na kesho pia. Mungu unayenibariki leo, ndiye Mungu unibariki na kesho pia. Kwa nini? Yesu mwenyewe amesema yeye ni Alfa, yeye ni Omega. Hata sisi wahubiri wa Injili, unaweza ukashangaa leo ukiita mkutano kanisa linajaa, ukiita watu wanajaa. Kama wewe mhubiri mwenzangu utabweteka, utaridhika na kusema ya kwamba mimi ndio nina nguvu ya Mungu kuliko watu wengine, ukaacha kumuomba Mungu, ukaacha kusoma neno, ukajikuta sasa unaanza kuhubiri tu kwa sababu wewe ni maarufu, ukaanza kuongea mambo yako tu, ukaanza kuongea mambo yako tu, ukaacha kutumia neno la Mungu, ukaanza kuongea mipasho, ukaanza kuongea mambo ambayo hayana hoja za kiroho. Nataka nikwambie wewe mtumishi wa Mungu, iko siku hiyo heshima, huo utukufu uliopewa na Mungu utaondoka. Na ukishaondoka, wale watu ambao walikuwa wanakusikiliza hautawaona tena. Wale watu ambao ulikuwa ukiwaita wanakuja, hautawaona tena. Nataka nikutie moyo masaa haya, maadamu bado Mungu anatupatia nafasi ya kujifunza, nyenyekea miguuni kwa Bwana, ili heshima unayopewa sasa hivi uendelee kuipata hata mwisho. Kwa nini? Maandiko yanasema utukufu wa mwisho utakuwa ni mkubwa
kuliko wa kwanza. Omba Mungu akupe mwisho mzuri. Mwambie Mungu, heshima nayopewa leo iwe ni kubwa katika mwisho wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikupe mfano mwingine, mtoto wa Mungu. Nikupe mfano mwingine. Upo kwenye kitabu kile cha Malaki. Malaki sura ya 4 fungu la 5 mpaka la 6. Biblia inasema hivi: angalieni, nitawapelekea Elia nabii kabla ijaja siku ile ya Bwana iliyo kuu na kuogofya, naye atageuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Hebu sikia, Biblia inasema katika siku ile ya Bwana mioyo ya baba itaelekea watoto na mioyo ya watoto itaelekea baba zao. Naomba niongee na wazazi kidogo. Wewe mzazi, unapolea watoto wako au unapowaombea watoto wako, wewe huwa unawaombea kitu gani? Hebu sikiliza. Mzazi yeyote mwenye akili, moyo wake upo kwa watoto wake. Anatamani watoto wake wasome vizuri, anatamani watoto wake wavae vizuri, anatamani watoto wake wapate afya njema, anatamani watoto wake waishi maisha mazuri. Moyo wake upo kwa watoto wake. Anatamani kuona watoto wake wamefanikiwa. Kila mzazi mwenye akili, moyo wake upo kwa watoto. Swali, unavyokuwa unawaombea watoto wako, huwa unawaombea nini? Kuna baadhi ya wazazi atasema, Mungu msaidie mtoto wangu afaulu shule, msaidie mtoto wangu awe na maisha mazuri, msaidie mtoto wangu awe na nyumba nzuri, msaidie mtoto wangu aweze kufika chuo kikuu. Wazazi wengi wanafanya maombi ya hivyo. Ni wazazi wachache waliwahi kujifikiria na wao pia ya kwamba hawa watoto ambao leo tunawaombea baraka wawe na mafanikio, je, siku wakiwa watu wazima mioyo yao itageuka kwetu? Kwa sababu leo wewe mzazi, moyo wako uko kwa mtoto. Je, siku ile ya mwisho moyo wa mtoto utageuka kwako? Hata hujanielewa. Sinaona sasa hivi mimi Magoti naweza kuruka, naweza kukimbia, naweza kuhubiri, lakini siku inakuja nitazeeka. Sitakuwa na nguvu. Sitakuwa na nguvu ya kukimbia kama ninavyokimbia sasa. Swali, je, watoto wangu watanithamini au watanidharau? Haujanielewa. Watoto wako sasa hivi unawafunga viatu, unawabrashia viatu, unachukua kamba za viatu unafunga ili wakimbie shuleni. Je, kesho wanaweza wakafunga kamba za viatu vyako ili wakupeleke hospitalini? Kwa sababu saa inakuja utazeeka, utachoka, utahitaji msaada wa watoto wako. Kama moyo wa watoto wako haupo upande wako, uwe na hakika utajuta kupata watoto. Na kuna wazazi leo wanajuta kupata watoto. Niliwahi kwenda kuhubiri mahali fulani, ilikuwa ni kijijini. Nikakutana na mama mmoja amevaa tu mandara, viatu mabaya tu. Nikamsalimia yule mama, akaja akaniambia, mtumishi, unamfahamu fulani? Nikaambia, yule huwa namuona kwenye TV. Akasema, yule ni mtoto wangu wa 3. Nikaambia, we mama, unasema huyo unayemuonaga kwenye TV, huyo mheshimiwa, huyo ni mtoto wangu wa 3. Nilimbeba kwenye tumbo langu hili, nilimnyonyesha kwenye maziwa yangu haya. Nikaambia, mama, kweli. Nilipotazama mavazi ya yule mama,
nikalinganisha na nafasi ya mtoto wake, nikagundua kuna tatizo. Nikamuuliza mama, huyo mtoto ulimsomesha wewe? Akaniambia, baba, nilikuwa nalima miogo, nabeba viazi, nabeba ndizi, mtoto wangu yule asome. Akasoma, amesoma mpaka hapo alipofika. Nikamuuliza, anatambua wewe ni mama yake? Yule bibi, yule mama akaanza kucheka. Akaniambia, tuache tu hayo, tuyaache tu hayo. Kisha akaniambia, mtumishi, muombee sana kijana wangu. Sijui kama unanielewa. Si unaona wewe mzazi sasa hivi hapa watoto wako wanachezea katuni, wamekaa kwenye makochi. Si umeona watoto wako sasa hivi wanataka kula vizuri, wanasoma vizuri. Usipojua kumuomba Mungu kama Alfa na Omega, ya kwamba Mungu, moyo wangu upo kwa watoto, siku moja mioyo ya watoto wangu iwe juu yangu. Nataka nikwambie, usipojua kumuomba Mungu kwa picha hiyo, utajikuta unapita kwenye mateso makubwa. Na kuna baadhi ya watu leo wanalala kwenye vitanda vizuri, wazazi wao wanalala kwenye vitanda vibaya. Kuna baadhi ya watu leo wanavaa nguo nzuri za gharama kubwa, wazazi wao wanavaa nguo zilizochanika chanika. Kuna baadhi ya watu leo hamheshimu mzazi wake, hamsikilizi mzazi wake. Yuko tayari kabisa mzazi wake akimpigia simu, anamwambia mama niko bize, naingia kwenye kikao, nitakupigia. Alafu akitoka kwenye kikao hampigii mama yake. Unasahau kabisa mama yako huyo unayemdharau leo amekutoa wapi. Kuna watu leo wamesahau walikotoka. Kuna watu leo wanasahau kabisa walikotoka. Mimi wanasafiri kwenye basi. Ukisafiri kwenye basi, hata kwenye ndege, ukikutana mwanamke ana katoto kadogo, kale katoto kanaanza kulia, kanalia, sisi abiria tutaanza kumwambia yule mama, mnyonyeshe. Na nyie mnafahamu, moja ya kitu ambacho wanawake wengi hawapendi kionekane ovyo ovyo ni maziwa yao. Lakini kwa ajili ya mtoto wake, mama atatoa ziwa lake. Abiria takuwa tunapita tunaliangalia, anasema hata mkiliangalia liangalieni, lakini mtoto wangu amenyonya. Huyu mtoto ambaye leo mama anamnyonyesha, akifanikiwa anamdharau mama yake. Na kweli kuna watu wamedharau mama zao. Angalia nyumba unayoishi wewe, angalia nyumba ambayo wazazi wako wanaishi, angalia choo unachotumia, angalia choo ambacho wazazi wako wanatumia. Na ngoja niwaambie kitu, enyi vijana mliofanikiwa, wazazi wenu hawapendi vitu vikubwa. Wazazi wenu wanapenda heshima yenu. Mzazi, mfano kule kijijini, mzazi hata ukimtumia 100,000 anaweza akakaa na 100,000 miezi 3, lakini wewe 100,000 unaitumia kwa siku moja na marafiki zako. Leo umewadharau wazazi wako, huoni kabisa thamani ya wazazi. Hebu angalia, chooni kwako unatumia choo cha kukaa, mzazi wako anatumia choo cha kuchuchumaa. Kati ya wewe na mzazi wako, nani ana shida ya mgongo? Nani ana shida ya mgongo? Nataka niongee na wewe. Lakini haya ambayo unamfanyia mzazi wako, na wewe una watoto, watakufanyia hayo hayo. Uzuri ni kwamba malipo ni hapa hapa duniani. Leo si unaona umetelekeza wazazi, unajifanya wewe unajua kuendesha magari, unajifanya wewe umesoma kuliko mzazi wako, unajifanya wewe unajua kujali marafiki kuliko wazazi wako. Nataka nikwambie, haya ambayo unawafanyia wazazi, watoto wako hao watakufanyia na wewe. Sasa kabla ya kufikia hayo, jifunze kumuomba Mungu ambaye ni mwanzilishi na mmalizaji pia, ya kwamba moyo
ulionao kwa watoto wako, ndio moyo huo watoto wako wawe nao pia. Enyi watu wa Mungu, heshimu wazazi wako. Kabla haujanunua nguo mpya, hakikisha mama yako au baba yako amepata nguo mpya. Kabla haujanunua viatu vizuri, hakikisha baba yako, mama yako ana viatu vizuri. Rafiki yangu, sikiliza, chozi la mzazi wako yaweza kuwa laana ya mafanikio yako. Usiruhusu mzazi wako akaumia kwa ajili yako. Mruhusu mzazi wako afurahi kwa ajili yako. Mzazi wako akikufurahia, Mungu atakufurahia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hebu nikupatie mfano mwingine tena. Upo kwenye kitabu kile cha Wafilipi sura ya 3. Wafilipi sura ya 3 na lile fungu la 12. Wafilipi sura ya 3 na lile fungu la 12. Biblia inasema hivi: si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Paulo anajaribu kutuonyesha ya kwamba, jamani, mnavyoniona hapa ninahubiri, msidhani ya kwamba tayari nimeshakuwa na mwisho mzuri. Paulo anamtazama Mungu katika picha ya Alfa na katika picha ya Omega, ya kwamba Mungu aliyeniwezesha leo kuwa ndani ya kanisa ndiye Mungu huyo ninamtafuta anifanye kwenda mbinguni. Anatuambia ya kwamba msione hapa mkadhani nimekwisha kufika, la, nami nakaza mwendo. Bwana asifiwe sana. Nataka niongee na mtu hapa. Kuna baadhi ya Wakristo wanadhani wameshafika. Kuna baadhi ya Wakristo kwa sababu leo yuko ndani ya kanisa anajiona tayari ameshaenda mbinguni. Rafiki yangu, sikiliza, Mungu ambaye amekuanzishia imani ndiye Mungu awe na wewe mpaka siku utakapoenda mbinguni. Kwa sababu hiyo usiridhike na Ukristo wako. Kuna Wakristo leo wameridhika na Ukristo wao, wanadhani wameshafika mbinguni. Ndio maana ni rahisi kuwadharau watu wengine katika dunia hii. Usimdharau mtu kwa sababu tu wewe umempokea Yesu, hajampokea Yesu. Hujui kesho ya mtu itakuwaje. Rafiki, hujui kesho ya mtu itakuwaje. Usije ukajidhania ya kwamba wewe tayari umeshakuwa mtakatifu. Piga hatua kila siku. Paulo anasema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimemaliza, imani nimeilinda. Tuko katika vita. Mahali fulani Paulo anasema safari ya Ukristo ni kama mbio za marathoni. Ni kama mbio za marathoni. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ya 9. Wakorinto wa kwanza sura ya 9 fungu la 24 mpaka fungu la 27. Maandiko yanasema, je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeayo tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanye hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitae, napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa, bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikisha wahubiria wengine, mwenyewe niwe ni mtu wa kukataliwa. Moja ya kitu ambacho namuomba Mungu nami pia ni hiki: nisiwe mtu wa kuwakemea watu alafu nisiishi maisha ya kumpendeza Mungu. Nisiwe mtu wa kuwahubiria watu wengine alafu siku ya mwisho nikawa mtu wa kukataliwa. Nami magoti na muomba Mungu anisaidie. Mungu ambaye amenipa karama,
Mungu ambaye amenipa neema hii ya kusimama kwenye madhabahu yake na kuhubiri. Mungu ambaye ameanza na mimi ndiye Mungu amalize pamoja na mimi. Mungu ambaye ninamtumikia ndiye Mungu yule yule asimame pamoja na mimi. Nisiwe mtu wa kuwahubiria wengine alafu nikawa mtu wa kukataliwa. Rafiki yangu, fikiria mwisho wako. Fikiria mwisho wako katika maisha yako ya Ukristo, ya kwamba kama umeanza na Yesu, maliza ukiwa na huyo Yesu. Kama umeanza na Yesu, simama ukiwa na huyo Yesu. Usiwe mtu wa kuwatangazia watu Yesu anarudi, alafu wewe ukawa ni mtu wa kukataliwa. Usiwe kama kondakta wa gari au wale manamba wanaoambia abiria ingia, basi naondoka, alafu basi ikiondoka yeye anabaki anangoja basi nyingine tena anapiga kelele, ingia abiria, ingia. Basi ikiondoka yeye anabaki tena. Wewe sikia, basi ikiondoka na wewe ondoka nayo. Basi ikiondoka na wewe ondoka nayo. Ya kwamba usiwe mtu wa kuwa na mwisho mbaya. Sikiliza mtoto wa Mungu, maandiko yanatuambia hivi. Kitabu kile cha Ayubu 42. Ayubu 42 fungu la 12. Ayubu 42 maandiko yanasema hivi: basi vivyo Bwana akaubarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Bwana akambarikia mwisho wa Ayubu kuliko mwanzo wake. Ninakuombea kwa jina la Yesu, mwisho wako uwe ni mwisho uliobarikiwa. Mwisho wako uwe ni mwisho uliobarikiwa. Biblia inatuambia Mungu akaubariki mwisho wa Ayubu kuliko mwanzo. Tamani kuwa na mwisho mzuri kwenye maisha yako. Tamani kuwa na mwisho mzuri, rafiki yangu. Mungu huyu ambaye amekutoa mwanzo ndiye Mungu huyu awe na wewe hata mwishoni. Unajua ni kwa nini? Waebrania sura ya 13. Waebrania sura ya 13 na lile fungu la 7, maandiko yanasema, wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Sikiliza, watu watajifunza imani yako mwishoni. Watu watajifunza maisha yako mwishoni. Nami nataka nikwambie rafiki yangu, usimhukumu mtu sasa hivi, msubiri mwishoni. Sikiliza, usianze kujenga imani kwa mtu sasa hivi, subiri mwishoni. Nimewahi kuona kuna watu mnawaamini watu sana, alafu mwishoni wanawadhalilisha. Umewahi kuona kuna watu unaweza kutumia nguvu nyingi kumwamini mtu mwanzoni, ukadhani huyu mtu ni wa maana sana, kumbe mwenzako mwishoni akabadilika, na wewe uliyekuwa mshabiki wake ukajikuta umedhalilika au umeishiwa nguvu ya kuendelea kuongea tena. Ninachotaka kukwambia, Biblia inasema ya kwamba chunguzeni wale wanaowaongoza. Wachunguzeni wale wanaowaongoza, igeni imani yao mwishoni. Igeni mambo yao mwishoni, usiige mwanzoni. Kuwa makini sana na dunia hii. Rafiki yangu mpendwa, neno hili la Mungu ninaamini limekufikia masikioni mwako. Tambua ya kwamba Mungu tunayemwabudu, yeye ni Alfa, yeye ni Omega. Tamani kuwa na mwisho mzuri. Rahabu alikuwa ni kahaba mwanzoni, mwishoni akawa mcha Mungu. Sauli alikuwa muuaji mwanzoni, mwishoni akawa mhubiri wa Injili. Nami nataka nikutie moyo masaa haya, kuwa na mwisho mzuri. Muombe Mungu, kwa sababu hujui mwisho wako ni lini. Muombe Mungu kuanzia sasa, ya kwamba Mungu, badilisha maisha yangu ili niwe na mwisho mzuri. Nami nakuombea, nami niombee niwe na mwisho mzuri. Nisiwe wa kuwahubiria wengine alafu nikawa ni mtu wa kukataliwa. Rafiki yangu, Mungu akubariki sana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaamini ya kwamba somo hili limekuwa mbaraka kwa yeyote aliyelisikia. Ninaamini ya kwamba somo hili limefufua mambo mengi ndani ya moyo wa mtu. Tusaidie tuwe na mwisho mzuri. Tusaidie
tuwe na mwisho mzuri. Tunajua siku moja utarudi. Siku ile utakaporudi, wote tuliosikiliza somo hili tuwe sehemu ya wale watakaookolewa. Ndivyo tunavyokuomba kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana.